Habari ndugu mtazamaji wa Tambua Media Group. Karibu katika elimu na tatuzi, na leo tunaenda kuzungumzia na kupata elimu inayohusu vidonda vya tumbo. Tutazungumzia elimu ya vidonda vya tumbo, kuanzia mwanzo wa maana ya vidonda vya tumbo mpaka kutambua tiba yake ni nini. Sasa, ili uweze kutibu vidonda vya tumbo, ni lazima uvielewe vikoje, vinakuaje, vinapatikana wapi, nini kinasababisha, nini chanzo cha kusababisha maumivu, mpaka mwisho wa siku nikitumia dawa hii na hii na hii vinaisha au vinakuaje. Sasa twende pamoja. Hii ni Tambua Media Group kwa elimu na tatuzi, na mimi ni Mwalimu Mushi. Karibu sana. Kuwa na amani, kuwa na furaha. Asante. Sasa tuanze na maana halisi ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni vidonda vilivyoko au vinavyopatikana au vinavyotokea katika mfumo wa chakula. Hivyo ni vidonda vya tumbo. Na tunaposema mfumo wa chakula tunamaanisha nini? Tunamaanisha ni eneo lililopo ndani ya mwili chakula kinakopitia, kuanzia mdomoni mpaka kwenye utumbo mpana mpaka kinatoka nje. Kwa kinakopita kote ni mfumo wa chakula. Kwa mantiki hiyo, vidonda vya tumbo tumevipa jina vya tumbo kwa sababu tumezoea kwamba vinatokea tumboni, kwenye chakula, tumbo la chakula. Lakini la hasha, vidonda vya tumbo vinaweza vikatokea kwenye mfumo wa chakula, sehemu yoyote ile ndani ya mfumo wa chakula. Hapo tutavita vidonda. Huwa tumezoea kuvita kwa lugha ya Kiingereza kama jina la ulcers. Wengi wamezoea kusema ni ulcers, kumbe ni vidonda vya tumbo. Naamini kwa kiasi fulani tumeshaelewa kwamba vinapatikana kwenye mfumo wa chakula. Hivyo ndio vidonda vya tumbo. Kwa mantikio, ukimwona mtu ana vidonda vya tumbo, vidonda mdomoni kwa ndani vimetokea bila yeye kujing'ata, bila yeye kuungua, mdomoni ndani, hivyo navyo ni vidonda vya mfumo wa chakula, navyo ni ulcers. Kwa mantikio, hebu sasa twende tukaangalie aina za vidonda vya tumbo na maeneo vinavyopatikana vidonda hivyo vya tumbo. Aina ya kwanza ya vidonda vya tumbo tunasema kwamba ni vile vinavyotokea mdomoni, ndani ya mdomo, ndani ya kinywa cha mdomo. Vidonda ambavyo vinatokea bila wewe kujing'ata, bila wewe kupata msuguano na chakula, bila wewe kutokana na kuungua kwa mdomo kuunguzwa na chakula. Lakini vinatokea vyenyewe. Kuna ambavyo vinatokea kwa sababu ya upungufu wa madini fulani, na kadhalika. Ila hivyo navyo vinaitwa vidonda. Hivyo vinapatikana mdomoni. Vingine vinapatikana kwenye koo la chakula. Pale unapomeza chakula, kwenye koo la chakula vinaweza vikawepo pia vidonda, ambavyo vinakuletea shida sana wakati wa kumeza. Kwa unaweza kutafuna chakula vizuri, ikifika ule wasaa wa kumeza ukaumia. Sasa achana na tezi, kwa sababu hapa kuna tezi ambazo pia muda mwingine zinazuia wewe kumeza chakula. Achana na hizo. Sisi tunazungumzia kwenye njia ya chakula kutokea mdomoni kwenda kwenye tumbo kubwa la chakula. Vidonda vingine vya tumbo vinapatikana kwenye njia inayotenganisha tumbo la kutunzia chakula na njia ya kupitishia chakula kutokea mdomoni. Ambapo kitaalamu zinaitwa sphincter muscles, cardiac sphincter muscles. Sasa ni misuli fulani ambayo inahusika kwenye kubana tumbo la chakula, kuruhusu chakula kiingie lakini kisitoke kwa urahisi. Hapo pia vinaweza vikapatikana vidonda. Vidonda vingine vya tumbo vipo kwenye ukuta wa tumbo la chakula lenyewe. Ukuta wa tumbo la chakula lenyewe, ambao ndio vidonda vya tumbo vilivyozoeleka sana. Vidonda vingine vya tumbo vipo kwenye misuli inayotenganisha tumbo na utumbo mdogo. Tunaita pyloric sphincter muscles pale, kuna kuoga pia na vidonda pale. Tukitoka hapo tunaingia kwenye utumbo mdogo. Utumbo mdogo pia unakuaga na vidonda vya tumbo, ambapo pia tunavita ulcers, peptic ulcers. Kwa vidonda hivyo pia vinapatikana kwenye utumbo mdogo. Sasa hizo ni sehemu chache ambazo vidonda vinaweza vikawepo
katika mfumo mzima wa chakula. Ila kiujumla huwa tunaita vidonda vya tumbo kwa sababu mara nyingi tumezoea kuona watu wanapata changamoto katika tumbo la chakula. Huo ni kwa uchache kuonesha aina za vidonda vya tumbo au aina za vidonda vilivyopo kwenye mfumo wa chakula. Twende pamoja. Sasa, kutokana na hayo maeneo machache tuliyotaja, utajuaje sasa kwamba mimi nina vidonda vya tumbo viko sehemu fulani? Utajuaje? Kuna viashiria vinavyoweza kutusaidia sisi kutambua. Mfano, utajuaje kwamba mdomoni kwako kuna vidonda? Ni pale utakapokuwa unatafuna chakula, utakuwa unahisi unaumia huko sehemu ya juu au pembeni ya fizi. Utakuwa unahisi unaumia wakati unatafuna chakula. Kumbe wakati natafuna chakula nitajua nina vidonda mdomoni. Wakati ninameza chakula, vitaniashiria kwamba nina vidonda kwenye njia ya kushushia chakula. Na wakati chakula kinafika tumboni, pia naweza nikapata ishara ya kuonesha kwamba nina vidonda katika tumbo la chakula. Mfano, kuna watu akiwa hajala hasikii maumivu ya vidonda. Lakini wakati anakula, wakati anameza kile chakula kinaingia tumboni, ndo anapata maumivu sana vidonda vya tumbo. Wakati huo wa kumeza chakula na kupata maumivu, hiyo ni ishara kwamba tumbo la chakula ndo lina vidonda vya tumbo. Kwa sababu nikiwa simezi chochote sisikii maumivu, lakini ninapomeza chakula nasikia maumivu. Kwa vidonda vya tumbo vipo kwenye tumbo la chakula. Na kuna yule ambaye ameshakula, amekula muda mrefu sana, amekaa masaa mawili, lisaa na nusu, masaa matatu, masaa manne, afu ndo akaanza kusikia maumivu. Huyo mtu ambaye muda fulani umeshapita afu ndo anasikia maumivu, kuna njia mbili za kusema vidonda vya tumbo viko sehemu fulani. Cha kwanza, wakati chakula kinapita pale kwenye msuli unaotenganisha tumbo la chakula na utumbo mdogo, kama kuna vidonda pale atakuwa anahisi maumivu. Na baada ya masaa matatu manne akihisi maumivu, maana yake anahisi maumivu yanatokana nayo na vidonda vya tumbo kuwepo kwenye utumbo mdogo. Na kuna yule unakuta imepita masaa 8, masaa 7, masaa 6, masaa 5 akasikia vidonda vinauma, maana yake vipo kwenye utumbo mdogo. Kwa hiyo ukipata vidonda ukipata maumivu baada ya kumeza chakula, hiyo ni ishara vidonda vipo kwenye tumbo la kutunzia chakula. Na ukipata maumivu baada ya masaa 3, masaa 4 kupita, hiyo ni ishara ya kuonesha vidonda vyako vya tumbo vipo kwenye utumbo mdogo. Hapo nazungumzia namna ya kufikiri tu kwamba vidonda vyangu vinaweza vikawepo wapi. Lakini ukienda hospitali ukipimwa vizuri, utaambiwa vidonda vyako viko wapi. Aidha kwenye tumbo la chakula, kwenye utumbo mdogo, au kwenye ile misuli inayotenganisha tumbo na utumbo mdogo, au tumbo na sehemu ya kimezeo hapa. Nadhani tuko pamoja. Hapo tunapata maana ya vidonda vya tumbo na vinapatikana wapi, na nitajuaje vidonda vyangu vya tumbo viko sehemu fulani. Sasa unaweza kujiuliza, vidonda vya tumbo vinatokeaje? Yaani vidonda vya tumbo vinatokeaje? Tunajua vidonda vya tumbo vinatokea kwenye utumbo wa chakula, tumbo mdogo au tumbo la chakula. Sana sana mara nyingi. Sasa vinatokeaje? Vidonda vya tumbo vinasababishwa na bakteria anayeitwa H. pylori. Anaitwa Helicobacter pylori. Huyo ndiye bakteria anayesababisha vidonda vya tumbo. Lakini haimaanishi kwamba bakteria huyo anaingia mwilini mwako kusababisha vidonda vya tumbo. La hasha. Bakteria huyu ni anaingia mwilini kupata sehemu ya hifadhi ya yeye kukua na kuzalisha na kuishi na kupata eneo la kukaa kwake. Kwa anapoingia, kishaingia sasa, wakati anajitengenezea mazingira yake ya kuishi, anajikuta amekula sehemu ya mwili na ile sehemu inakuwa kidonda. Ili huyu bakteria asababishe tatizo, lazima ichukue muda. Nikiwa namaanisha wewe unayesikiliza elimu hii, ukiona una vidonda vya tumbo, havimaanishi kwamba vimetokea saa hiyo hiyo vilivyoanza kuuma. Hapana. Vidonda vya tumbo vinaweza vikachukua hata miaka 3, hata miaka 2, hata miaka 5
kutegemeana na jinsi mwili wa mtu ulivyo imara. Kwa hiyo kama ni mchakato wa muda mrefu, maana yake ni kwamba yule bakteria akiingia mwilini hawezi tu kuanzisha mchakato wake na kupelekea vidonda vya tumbo. Hapana, mwili una vitu maalum vya kulinda mwili ambavyo yule bakteria atapambana navyo kwanza, ndipo afanikiwe kuingia moja kwa moja kwenye ule ukuta ambao utamsaidia yeye kuishi pale na kujizalisha na kuwa na makazi yake. Kwa tunasema vidonda vya tumbo ni mchakato wa muda mrefu. Kwa kuna uwezekano watu wote wapo kwenye mchakato wa kupata vidonda vya tumbo. Jibu linakuja kwamba ni hatufahamu ni lini utavipata. Lakini inawezekana tupo kwenye mchakato wa watu wote kupata vidonda vya tumbo. Sasa tatizo ni kwamba ni lini tutavipata. Ila mchakato huo unapelekewa pia na hali ya uchafu. Hali ya uchafu kivipi? Sasa unaweza kujiuliza, unapotumia chakula au unapokula kitu ambacho hakipo katika hali ya usafi, yule bakteria anapatikana kwenye uchafu. Kwa hiyo ana uwezo kuingia ndani ya mwili. Na mara nyingi anaingia kupitia chakula tunavyokula, maji tunayokunywa. Kwa hiyo akishaingia, akienda kujishikiza, ndo anaanza mchakato wake mzima. Kwa hiyo katika huo mchakato, yule bakteria anachoanza kufanya nacho, anapambana na ile asidi iliyopo tumboni. Hicho cha kwanza. Cha pili, anapambana na ule uteute unaolinda kuta za tumbo. Hicho cha pili. Cha tatu, atapambana na mazingira yake mapya anayoyafikia. Maana yake kila kemikali iliyopo mle ndani atapambana nayo, hakikishe haimdhuru ili aweze kufanikiwa yeye kuishi pale. Na mwisho wa siku wanazaliana, wanakuwa wengi. Wanapozaliana wanakuwa wengi, ndio madhara yanakuwa mengi na ya kushambulia haraka. Mwisho wa siku unapata vidonda vya tumbo. Sasa baada ya mchakato huo, ni viashiria vipi vitanionyesha kwamba naelekea kupata vidonda vya tumbo, au ni viashiria vipi vitanionyesha kwamba mimi nina vidonda vya tumbo? Kwanza tumesema vidonda vya tumbo ni mchakato. Na mchakato huo una dalili nyingi na una viashiria vingi. Kiashiria namba moja, kuna ile hali ya mtu kuhisi kama anatobolewa tumboni, kama anatobolewa na sindano hivi. Unahisi kama unatobolewa na sindano, mara sindano zinatoka kwa kifuani, nyingine unazihisi kama zinatokea mgongoni, na inaweza katokea kwa siku mara moja au kwa wiki mara mbili. Imetokea tu basi kaacha. Hiyo ni ishara hiyo ya kuonesha kuna vitu vinatoboa, kuna vitu vinakula mahali katika mwili. Ishara ya pili, kuwa na ile changamoto ya kujamba. Kujamba ni neno la Kiswahili kabisa ambalo linamaanisha kutoa harufu kupitia tupu ya nyuma. Kutoa harufu au kutoa gesi au kutoa hewa kupitia tupu ya nyuma. Inapotoka ile inaonyesha kwamba kuna vitu vya kibiolojia vinafanyika ndani ya mfumo wa chakula. Hiyo ni ishara ya kuonesha kuna vitu. Sasa inapotokea unakuwa unatoa hewa hiyo mara kwa mara isivyo kawaida, inaonesha ndani ya mwili kuna bakteria katika mfumo wa chakula. Hali kadhalika unapotoa hewa hiyo yenye harufu mara kwa mara, inatoa yenye harufu, hiyo ni ishara ya kuonesha kuna bakteria, kwa sababu hiyo hewa inaweza kuwa inatoka katika mfumo wa harufu hivyo kwa sababu tofauti. Tukiacha sababu ya vidonda vya tumbo, tunaweza tukazungumzia sababu ya aina ya dawa utakazokuwa umetumia. Tukiacha hiyo, inaweza kuwa kutokana na sababu ya magonjwa yaliyopo ndani ya mfumo wako wa mwili. Inaweza ikawa pia ni chanzo cha wewe kutoa hewa yenye harufu kupitia tupu ya nyuma. Kwa mantikio, kumbe mtu anavyojamba akiwa hamezi dawa ya aina yoyote, anavyojamba akiwa hana ugonjwa mwingine wowote katika mfumo wa chakula, basi ni ishara ya kuonesha kuna mchakato wa kuelekea kupata vidonda vya tumbo. Jambo la tatu, ni ile hali ya mtu kukosa choo. Yaani unakuwa unakosa choo mara kwa mara. Sasa hiyo sio ishara. Hiyo sio ishara, bali hiyo ni njia mojawapo ya kuchochea.
vidonda vya tumbo. Kwa ukiona una changamoto ile ya kuwa unakosa choo au unapata choo kigumu sana, ndugu yangu, hapo tunaweza tukasema wewe unatengeneza mazingira ya kuchochea vidonda vya tumbo vije kutokea katika mwili wako. Turudi kwenye ishara sasa ya tatu. Ishara ya tatu ni maumivu yatokanayo na baadhi ya vyakula unavyokula. Mfano, umekula chakula chenye pilipili ukahisi maumivu sana tumboni. Basi inaonyesha ile pilipili si imeingia tumboni, ndio inaenda kuunguza vidonda. Sasa kama inaunguza vidonda, maana yake si una vidonda vya tumbo, tayari ushapita mchakato, ni vidonda vimebaki tu siku vianze kupata maumivu. Au unakuta mtu akinywa maziwa ya mgando anahisi maumivu. Kwa nini unywe maziwa ya mgando uhisi maumivu? Maana yake ni kwamba vile vidonda viko wazi, havina uteute uliofunika pale. Kwa maziwa ya mgando yanachakatwa mwili ukiwa na asidi nyingi. Kwa hiyo ile asidi inakuja na kuguza pale kwenye vile vidonda. Jambo jingine ni kitendo cha kuhisi umeshiba wakati hujala. Yaani tumbo lako linakuwa lina gesi sana. Kwa nini lina gesi sana? Gesi inatokana na kazi za bakteria. Tuache masuala ya magonjwa mengine na masuala ya dawa tunazotumia katika magonjwa mengine. Kama hauna magonjwa, hauna dawa unayotumia, alafu unapata tatizo la gesi sana, ndugu yangu, upo kwenye mchakato wa kupatwa na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie hayo. Na ukitaka kujua tumboni kwako kuna gesi, usitumie nguvu nyingi. Wewe piga hivi tumbo lako. Ukisikia linatoa sauti kama ngoma, bu 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 kama ngoma, ujue huko ndani kuna hewa imekaa mahali. Unatakiwa ukipiga usikie tu ni kama nyama tu, kama nyama imegonga tu cha 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 cha, na sio kusikia kama ngoma inalia. Tuko pamoja. Hizo ni baadhi ya ishara za kuonesha kwamba una dalili hizo. Lakini pia kitendo cha wewe kwenda kuunya kinyesi. Unaenda haja kubwa, unatoa kinyesi cheusi. Kinyesi cheusi na chenye harufu ni ishara ya uwepo wa vidonda vya tumbo, kwa sababu kidonda kinavyotokea huwa mara nyingine kinakuwa kinavuja damu. Kikivuja damu, ile damu ikiwa inachakatwa kupita kwenye mfumo wa chakula, mpaka kifike nje, ile rangi ya damu inakuwa imeshaharibika, imebadilika na kuwa nyeusi. Kwa hiyo hautakiwi utoe kinyesi cheusi mara kwa mara. Unatakiwa kisiwe cheusi sana, kiwe cha wastani, brown lakini sio sana. Na kisiwe na harufu. Kikiwa na harufu pia ni ishara ya kazi za bakteria. Kwa sababu bakteria wanatumia vyakula tunavyokula kujitengenezea nishati. Kwa hiyo taka mwili wanaoitoa inakuwa pia inahusika na masuala ya harufu. Kwa mantikio, tuwe na umakini katika kujitazama sisi kulingana na vitu vinavyotokea. Kwa hiyo sasa utajuaje? Unatakiwa kila ukienda haja kubwa, ukishajisaidia, geuka nyuma, angalia kwenye choo ni kitu gani umekitoa. Sasa hivi tunajua sio kama zamani tulivyokuwa tunatumia sana vyoo vya shimo. Sasa hivi bahati nzuri tunatumia vyoo hivi vya kuflash ambapo unaweza kugeuka na ukaona. Ila zamani vyoo vya shimo vile ulikuwa ukishajisaidia tu hata ukigeuka uone, kwa sababu kule kuna giza. Na ukipata fursa hiyo, kwa wale ambao labda hapo sehemu ambazo bado kuna vyoo vya shimo, ukipata fursa ya kuwa mahali ambapo kuna choo cha kuflash, ukishajisaidia basi geuka, tazama ni kitu gani umetoa, ili uangalie je, hata hicho kitu kinaelea au kimezama chini na kina rangi gani. Kwa sababu kikielea ni shida hiyo. Kinyesi kinapokuwa kinaelea juu ya maji, hiyo ni shida. Hili ni somo jingine ambalo tutajifunza siku nyingine. Kwa nini kinyesi kielee? Lakini pia kikizama, hiyo ni faida. Ila kisiwe na rangi nyeusi na kisiwe kinatoa harufu sana. Nadhani hapo tunapozungumzia kwenye masuala ya harufu sana ya kinyesi na hewa tunayoitoa, watu wengi sana wana kauzoefu hapo. Hatujui ni nani, lakini kuna kauzoefu hapo, labda mazingira ukipita unahisi na hivi kama hivyo. Ila tukijaribu kuangalia kwa kipindi hiki, vidonda vya tumbo kama vimeshamiri sana. Sio kama zamani tulikuwa tusikiagi kuhusu vidonda vya tumbo sana sana. Ila sasa hivi tunavisikia sana. Sababu ya msingi kwanza ni kuongezeka kwa sayansi na teknolojia inayosaidia upimaji na utoaji wa taarifa. Ndio inatusaidia sisi kutambua kwamba vidonda vya tumbo vimeshamiri. Inawezekana zamani vilikuwepo,
lakini kulingana na kukosekana kwa taarifa sana zamani hizo, ndio maana tukawa tuzisikii. Kwa hiyo inawezekana sasa tunazisikia sana kwa sababu ya teknolojia. Lakini kwa nini sasa vinashamiri sana na vinawaathiri watu wa aina fulani? Hapo tunasema kwamba vidonda vya tumbo pia vinaendana na masuala ya makundi ya damu katika mwili. Mathalan, mtu mwenye kundi O akiwa na vidonda vya tumbo atakiwa aviwahi mapema sana, kwa sababu mwili wake una sifa ya kuzalisha ka protini fulani ambako kanamsaidia ile bakteria pia kuishi na kuendelea kufanya mchakato kule katika tumbo lake. Lakini makundi mengine anaweza akawa na vidonda vya tumbo vile na akapona kwa haraka sana. Kumbe ni kwamba watu wenye group O huwa ndio inasemekana watu ambao hawapati magonjwa mara kwa mara. Lakini wenye magrupu mengine inasemekana wanapata magonjwa mara kwa mara. Ila faida ya magrupu mengine ni kwamba anapata mara kwa mara na anawahi kupona. Mtu mwenye blood group O akipata ugonjwa anachelewa kupona. Kwa hiyo akichelewa kupona, tafsiri yake ni kwamba anatakiwa awe mwangalifu sana. Maana yake mtu mwenye blood group O akipata vidonda vya tumbo sasa, anatakiwa ajitahidi awe makini sana visiendelee mpaka vikawa vya kudumu. Sababu vikiwa vya kudumu maana yake ataishi navyo. Kwa hiyo unatakiwa wewe ujue kundi lako la damu ili likusaidie pia kujua namna ya kupambana na magonjwa na namna ya kujilinda na maambukizo ya magonjwa aina yoyote. Kwa sababu kundi lako linasaidia pia kurahisisha kwenye kupona katika magonjwa fulani fulani. Kwa mantikio, unaposikia fulani anapata sana, basi inawezekana kundi la damu pia. Na tunaweza tukasema pia kwamba kuna wakati vidonda vya tumbo ni vya kurithi na kuna wakati sio vya kurithi. Tunasema vya kurithi endapo unakuta babu, bibi, watoto, wakwake, wajukuu, vitukuu wote wana historia ya vidonda vya tumbo. Huyo tunasema ni ya kurithi. Lakini inapotokea unakuta katika familia ni mtu mmoja tu na katika historia ya nyuma hakuna mtu mwingine alishakupata hilo tatizo, hiyo sio ya kurithi. Hiyo maana yake pia unaweza kupambana vikatibika. Kwa vile ambavyo ni vya kurithi, yule mtu anatakiwa azingatie kitu anachokula na azingatie umakini tu wa namna anavyokuwa msafi. Lakini hivi ambavyo sio vya kurithi ni kwamba vinatibika. Kwa hiyo tunasema kwamba vidonda vya tumbo vinatibika. Ukienda hospitali ukipata tiba utapona. Wewe unaweza kuwa na kidonda lakini bakteria alishakufa. Sasa kwa kuwa kidonda kipo, tunaangalia unakula nini. Ni nini unakula mpaka kinasababisha ile maumivu yanaendelea. Si kama tuko sawa. Kwa sababu ukishafanikiwa kumuua ile bakteria, akafa akawa hayupo, maana yake kidonda kinatakiwa kipone. Maana yake ni kwamba hapa tunazungumzia namna ya kutibu vidonda vya tumbo. Hospitali utapewa dawa ya kuua bakteria, ya kuondoa maumivu, ya kuondoa hiyo gesi, ya kuondoa hizo asidi ili uwe katika hali nzuri ya kupona na utapona. Lakini swali langu mimi, ukishaua ile bakteria na ukaenda kupima tena ukaambiwa hali ya uwepo bakteria hakuna lakini vidonda vipo. Sasa tunarudi kwenye mchakato wa kwamba namna ya kutibu hivyo vidonda vya tumbo. Mimi nikutaarifu kwamba nina uwezo wa kukusaidia ukapona vidonda vyako vya tumbo. Ila sasa ili nikusaidie upone, wewe unatakiwa uwe tayari kupata maumivu ya wiki 3 au ya mwezi mmoja mzima. Kupata maumivu, yaani utakuwa unapata maumivu. Lakini mchakato huu wa kupata maumivu ni moja ya njia kukusaidia wewe kuondokana na hivyo vidonda kabisa. Sasa ili nikusaidie, inakubidi kwanza ujue kundi lako la damu. Uende hospitali upime kundi la damu. Cha pili, uende hospitali upime vidonda vyako vya tumbo. Vipo vidonda vya tumbo, cha kwanza hicho, viko wapi? Cha pili, cha tatu, uandikiwe dawa na daktari za kutibu vidonda hivyo vya tumbo. Hivyo tu. Kwa hiyo tutatumia dawa hizo za hospitali na tutatumia vyakula pia.
Kwa hiyo mimi nitakusaidia kukuongoza vema. Ila tafsiri yake ni kwamba ni lazima uwe tayari kuvumilia maumivu makali kwa wiki 3 au kwa mwezi mmoja mzima. Sambamba na hilo, sikuchaji gharama, ila wewe utaangalia cha kunipa baada ya kupona. Utaangalia wewe mwenyewe utanipa nini baada ya kupona kama shukrani. Kwa sababu tutakuwa pamoja kwa kipindi chote hicho tukiwa tunapata huduma. Wiki 3 ama mwezi mmoja mzima. Hali kadhalika, wiki ya kwanza, ya pili na ya 3 tutatumia manunuzi ya vitu vinavyofikia angalau 5,000. Kwa wiki ya kwanza utatumia 5,000, wiki ya pili utatumia 5,000, wiki ya 3 utatumia 5,000. Baada ya hapo hizo wiki zinazofuata utakuwa unatumia 3,000 au 2,000 kwa wiki. Na hiyo 3,000 hiyo 5,000 sio ya kwangu mimi kutumia. Utakuwa na kuelekeza wewe mwenyewe kwamba chukua kitu hiki, chukua kitu hiki, fanya hivi, fanya hivi. Sasa kwenye tiba ya huo mwezi mmoja au hizo wiki 3 inahitaji kwanza uwe mwaminifu, cha pili mvumilivu, cha 3 ambaye uko tayari kuumia lakini kupona. Hali kadhalika, mtu mwenye vidonda vya tumbo ni lazima hakikishe anapata choo at least mara 2 kwa siku. Yaani apate choo haja kubwa mara 2 au zaidi kwa siku. Na pindi anapofika chooni asitumie muda mrefu. Tumie muda mchache tu kupata choo hicho. Kwa hiyo sasa nikakwambia kwamba vidonda vya tumbo vina madhara makubwa katika mwili. Mtu mwenye vidonda vya tumbo katika tumbo dogo atapata changamoto ya upungufu wa madini, ambayo mwisho wa siku ana uwezo wa kupata tatizo la upungufu wa damu. Kwa sababu utumbo mdogo ukiharibika, uwezekano wa kuanza kunyonya vyakula baada ya kufanywa umeng'enywaji utapungua au utakuwa umekwisha. Na ndio maana tunasema anayepata vidonda vya tumbo katika utumbo mdogo anakuwa na changamoto kubwa sana ya kukonda sana. Yaani anakonda sana. Kwa sababu utumbo mdogo ndio unahusika na kunyonya vyakula. Sasa vyakula havinyonywi. Mwisho wa siku chakula kilichotunzwa mwilini kitabadilishwa kitumike. Mwisho wa siku yule mtu atakonda sana. Kwa hiyo unayemuona mwenye vidonda vya tumbo alafu anakonda sana, huyu ana vidonda vya tumbo kwenye utumbo mdogo kwa asilimia kubwa. Mtu mwenye vidonda vya tumbo wanapata changamoto pia kwenye macho, kwa sababu hata upatikanaji wa vitamini A unakuwa hamna, kwa hiyo atakuwa na tatizo la macho. Kwa hiyo tunasema kwamba ukiwa na vidonda vya tumbo unapata maradhi mengi sana katika mwili bila wewe kujua kwamba kumbe maradhi haya yametokana na mimi kuwa na vidonda vya tumbo. Unakuwa utambui hilo. Sasa kwa kuwa leo tumepata angalau picha kidogo ya kuonesha ukiwa na vidonda vya tumbo unapata matatizo mengi, nikushauri tuwasiliane tuweze kujua namna ya kukusaidia wewe kuondokana na hili tatizo. Na kusii sana, nenda hospitali, jua kundi la damu, pima vidonda vya tumbo. Unavyo? ndio. Daktari anakupa dawa? Ndio. Dawa ziko wapi? Hizi hapa. Nitakuelekeza vitu vingine vya kutumia, na dawa utakuwa unazitumia za hospitali. Kwa hiyo mimi nakusaidia wewe, utatumia dawa za hospitali hizo hizo, lakini kuna vitu nitakuagiza uvinunue ili tuweze kufanya kazi nzuri ya kupona. Nimekushauri na nimekuambia kuwa mvumilivu, kuwa tayari kuumia, kuwa na imani, unapona vidonda vya tumbo. Hii ni Tambua Media Group na mimi ni Mwalimu Mushi. Natoa elimu hii kwa ajili ya kusaidiana sisi kwa sisi. Karibuni sana. Asante na washukuru. Ukiwa na swali, ukiwa na maoni, unaweza kututumia maoni hayo au swali hilo katika sehemu ya comment, nasi tutakurudia mapema sana. Karibuni sana.